Nchi tumehudhuria hapa kwanza kujazungumza habari ya kuhifadhi uhuru wetu. Wananchi wa Tanzania, wakati umefika sisi wenyewe kuwa macho kwenyewe kwa kulinda uhuru wetu. Uhuru wetu ndio maisha yetu, ndio neema yetu, ndio kila kitu chetu. Kila dola ulimwenguni ina wajibu wa kulinda uhuru wa dola yake, sababu uhuru ndio rasilimali ya wananchi. Leo wananchi wa Tanzania tukae macho kwa kuhifadhi uhuru wetu tuliokuwa tunautafuta miaka kadha wa kadha ulimwenguni. Bila shaka wananchi mmeona matangazo, wengine mmesoma katika majarida. Katika kisiwa chetu cha Unguja na Pemba wako watu mafisadi ambao waliojiweka kufisidi uhuru wa wananchi. Watu hao idadi wengi kidogo. Kwa bahati leo wote wamo ndani. Tunapenda kukuhakikishieni wananchi kwamba serikali ya Tanzania ni serikali sawa sawa na serikali zingine ulimwenguni. Ilivyokuwa ni serikali kamili, jambo la kwanza iwe na uwezo wa kulinda amani na salama ya wananchi wake. Leo mmekushaona wananchi maendeleo bora yanayofanywa ndani ya serikali ya Tanzania. Wako waovu, wale wachochezi ambao wanaopenda kuondoa amani na salama za nchi, tumewatia ndani. Na katika wao kiasi ya 5 walipofika katika koti ya kiwananchi ambayo ya ulinzi wa nchi, wanaita military court, 5 wamepata adabu ya kufa. Na tunapenda mfahamu wananchi ya kwamba wamekwisha uwawa. Jambo hilo wazi mjue kwamba jambo la masikitiko, si jambo la furaha, jambo la masikitiko. Lakini kwa upande wa kiwananchi, jambo la kuchezea magoma. Kwa sababu wananchi nyote mmeona athari za ufitina zilizopita katika nchi yetu. Mmeona fitina imetufanya nini 1961. Mafisadi walifisidi 61 hata zikapotea roho za wananchi chungu nzima, ambao hawakutegemea wala hawakuwaza kama watapoteza roho zao, lakini zilipotea kwa njia za kifitina za mafisadi hao. Leo wajibu wetu tuwashukuru jeshi la ulinzi kwa hima yake, na zaidi tukumbuke kwamba jeshi la ulinzi ni jeshi la wenyewe wananchi, wanaoonea huruma wananchi wenzao.
hawalali usiku na mchana kwa kuangalia usalama katika nchi. Kwa juhudi yao wameweza kuwavumbua wale mafisadi waliokuwa wakenda chini kwa chini kiasi ya miezi 6 katika kisiwa chetu cha Unguja na Pemba. Mafisadi hao walikuwa wakishirikiana na watu ambao wageni wenzao kwa kuwaambia dhahiri shairi kwamba fanyeni fisadi, tutakusaidia. Na mafisadi hao hawana akili, kwa sababu atakusaidia nini? Hii ni serikali ya watu, ya wananchi wenyewe. Tena basi akikwambia atakusaidia voti. Hapa bana serikali ya voti hapa. Voti ipo. Basi ati atakusaidia kwa sababu atakata jimbo, atakuletea waandishi wake, akuletee mazonge na mbinu. Leo hapana serikali ya mbinu hapa. Pana serikali ya wananchi, ya jasho lao na damu yao. Tena ambayo serikali ya ushahidi kamili. Serikali ya ushahidi kamili. Serikali ya Afro Shirazi Party. Ambayo ndio wananchi wenyewe waliofanyiwa vitimbi tangu 1957 mpaka 64 mwezi 12 Januari. Jambo wazi, mkumbuke kwamba haki ya mtu haipotei. Anaosema muhodari wa kupoteza haki ya mtu, yule anaitwa ndio mjinga wa kwanza. Mmeona mbinu zote zilizopita za wageni kukaa pahala pamoja ili wadhulumu haki za wananchi, lakini Mungu alikuwa si pamoja nao. Wananchi wamechukua serikali yao kwa kukamatana rohoni. Hatuna bunduki, hatuna mzinga, hatuna ndege, hatuna bomu, hatuna hata baruti. Lakini ilipokuwa halali yetu, bunduki na vingineo kwa muda wa saa 2 tulikuwa navyo sie kutoka mikononi mwa maadui. Sasa wewe fisadi au unaodanganywa kama utapewa msaada upi? Wewe mwenyewe unataka uulize ndani ya moyo, huyu mtu ananiambia atanisaidia, nipe msaada upi? Misaada iliyopo leo katika serikali ya Tanzania miwili tu basi. Misaada iliyoko leo ndani ya serikali ya Tanzania miwili tu basi. Msaada wa kwanza anaokuambia yule mtu kukusaidia, akufundishe njia ya kuleta amani katika nchi ya watu. Msaada wa kwanza. Akufundishe njia ya kuleta amani katika nchi ya watu. Yule useme ndiye mwenye kunisaidia. Anaokuambia kwamba lete ufisadi katika nchi ya watu, ujue kwamba huyu si ananisaidia. Anakusaidia vipi? Ukae mwenyewe ufikiri anakusaidia vipi? Anakusaidia ufanye nini?
ufanikiwe kitu gani? Watu wa kisiwa cha Unguja na Pemba wamepata utawala wetu kwa vita. Sasa yule anakusaidia wewe upate vipi? Maana vita vitaondoka utapiga kura. Vipi? Hili neno wananchi tunapenda kukuhakikishieni kwamba msahau Tanzania ina serikali kamili sawa sawa na serikali yoyote ya mtu mwingine ulimwenguni. Jambo la kwanza, Tanzania ina serikali ambao wenyewe wananchi ndio washika usukani wa serikali. Serikali ya Tanzania mpaka leo haikukubali usukani wa serikali kushikwa na wageni.